Kama unavyokiona hichi kisiwa cha Uzi hichi, sisi watu wa Uzi ndio tuliokuwa wamiliki, lakini tushawapa wageni. Sisi tupo katikati, tushauzia wageni moto, kila unapopakuta peshauzwa. Lakini wanaonunua kwa kweli wanatunyima haki sisi wanakijiji. Kwa mfano, mimi hapa nimechelewa kuja kwa sababu natoka kwenye uhifadhi wa koko. Na njia yangu specially ninapokwenda kwenye kuatika koko huwa napita ni pembezoni tu mwa bahari. Lakini leo mheshimiwa waziri, leo nimehangaika wakati wa kurudi zaidi ya masafa 70 na itafuta njia sioni. Waziri wa Ardhi na Maendeleo ya Makazi Mheshimiwa Rahma Kassim Ali amewataka wakazi wa shehia ya Uzi na Ngambwa kufuata taratibu za umiliki wa ardhi, hatua itakayopelekea kuondokana na migogoro ya ardhi nchini. Uza si tatizo kwa sababu sheria mwenye ardhi yake anauza kwa taratibu, lakini hii ardhi yote ya Zanzibar ina msimamizi wake. Mnamjua nani? Hamjui? Hamjui kweli? Msimamizi mkuu kwa mujibu wa sheria, sheria umiliki wa ardhi ya mwaka 92 kifungu cha 3. Msimamizi mkuu wa ardhi ni Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Zinatofautiana baina ya nchi na nchi. Kuna nchi unakuta wananchi ndio wenye ardhi. Unafanya unapotaka. Unafanya unapotaka. Ukipiga gema, ukichimba mashimo, lakini kuna taratibu zao na wao watakuwa wanasieka. Lakini kwa kwetu hapa Zanzibar, kwa mujibu wa sheria hiyo ya umiliki wa ardhi ya 92, Mheshimiwa Rais ndio msimamizi wa ardhi yote ya Zanzibar. Lakini lengo hasa Mheshimiwa Rais kasema hapa hatuna nia kumnyang'anya mtu ardhi yake sisi. Kwa sababu tunajua ni majukumu, tunataka tu watu wafate utaratibu. Sasa kama hujafuata utaratibu sasa unatushokoza. Kama hujafuata utaratibu utakuwa unatushokoza. Kwa hivyo nimesema nie na watendaji wangu tumekuja kutoa elimu hiyo, lakini kubwa zaidi ni kuja kuipa thamani na kuithaminisha ardhi ya watu wa Uzi na Ngambwa. Kwa sababu tunapokuja kuipanga, tunapokuja kuitambua, lakini tunapokuja kuisajili, maana yake tutakuwa tumeipa thamani kubwa zaidi. Nini maana yangu? Tutajua. Sasa hivi serikali imetujengea kituo cha polisi pale. Lakini tumejengewa na kituo cha afya hapa. Tumejengewa na skuli hii. Bahati nzuri sote tutakubaliana na hii kauli ambayo nataka kusema. Ardhi haiongezeki. Tunaoongezeka ni sisi watu. Hii skuli baada ya miaka 5 hii itakuwa haitutoshi. Kituo chetu cha afya hiki kwa sasa hivi kwa miaka hii ambayo tuko nayo inatutosha. Lakini baada ya miaka kadhaa nayo haitatosha, maana yake serikali nayo lazima ilete huduma ambayo itaendana na watu ambao wapo. Kwa eneo hili ambalo tumejenga kituo hiki, kwa hapo baadaye maana yake tutakuwa hatuwezi kutosheleza. Lazima tuongeze eneo ili tuweze kuweka huduma ambayo iko sambamba na ongezeko la watu. Utakapouza, utakaponunua, wapo wengine watu wauzi humo mwananunua. Sio kwa maana lazima nyinyi muuze. Kuna mwingine anauza huyu ananunua. Lakini uwe unanunua na kuuza kwenye taratibu zilizopo. Basifichane. Serikali imechelewa kuja kutuamsha. Tushauza. Wote tushawauzia wageni. Kama unavyokiona hichi kisiwa cha Uzi hichi, sisi watu wa Uzi ndio tuliokuwa wamiliki, lakini tushawapa wageni. Sisi tupo katikati, tushauzia wageni moto, kila unapopakuta peshauzwa. Kwa hivyo upimaji utapokuja kuuzwa, tutakuwa wageni wenyeji kidogo, tutakiwa kwenda kushauri na kujua kwamba papimwe wapi. Lakini wanaonunua kwa kweli wanatunyima haki sisi wanakijiji. Kwa mfano, mimi hapa nimechelewa kuja kwa sababu natoka kwenye uhifadhi wa koko. Na njia yangu specially ninapokwenda kwenye kuatika koko huwa napita ni pembezoni tu mwa bahari. Lakini leo mheshimiwa waziri, leo nimehangaika wakati wa kurudi zaidi ya masafa 70 na itafuta njia sioni. Maana uyalo nunua kati ya waya mpaka kwenye lile bonde la kushukia kwenye ufukwe wa pwani. Nimejaribu kupanda yale majiti aliyoweka, lakini ukikanyaga chini hivi na ubaya wa mambo
ule ufukwe, yani lile bonde kalie kama chenja makavu. Ina maana kwa kwenda kwa hafla tu unaanguka chini, hujui kama hapa tayari kuna bonde. Kwa hiyo kwa kweli wanaonunua pia wanatunyima haki, kwa sababu yale maeneo ya pembezoni mwa ufukwe sisi ni kama ulinzi wetu wa mazingira ya ufukwe wa bahari. Sasa kama itakuwa yeye kashanunua anajenga mpaka kwenye ufukwe kwenye bonde, itakuwa sijui anatukusudia nini sisi wana kijiji.